pale Minnesota, US. Kulikuwa na pesa ya kusaidia people with disability, kusaidia watu wako na challenges. Hiyo pesa yote ikaibiwa ikaletwa hapa Kenya. Wakanunua mashamba, wakanunua manyumba, wakajenga mall. Sasa Amerika wamejua, wameanza kutafuta hiyo watu. Ingine ndio ilipatiwa rais kufanya kampeni ya UDA. Iko mall moja iko Eastleigh, ilijengwa na hiyo pesa. Huyo mwenye hiyo mall ni business partner ya rais. Mchele ile imeagizwa ndio imalize watu ya Mwea, 500,000 metric tons imepewa huyo mwenye hiyo mall ambaye ilijengwa na hiyo pesa ilitolewa Minnesota. Sasa tunaambia Trump, amesema atakuja kuchukua hiyo watu hapa na tunamkaribisha. Lakini jana rais ameshinda akifanya mipango vile mahakama itazuia hiyo watu kuchukuliwa. Kuna ile process inaitwa extradition. So rais anapanga wapewe court order wasiende, na mtaona watapewa court order huyo mwenye hiyo mall, because wa America wamemumurika. So we are asking Donald Trump, please don't bother with the extradition process in Kenya. Just do what you did in Venezuela. Yeah? Just send your people with a plane, come and pick that fellow from here, uende umshtaki. Na hiyo pesa irudishwe huko, hiyo mall iuzwe, na huyo mtu awache kutusumbua mambo ya mchele na mambo ya sukari. Because ndio rais anatumia to import duty free rice, duty free sugar, imemaliza wakulima wetu Western, imemaliza wakulima wa Mwea. And because Ruto amepanga na mahakama apewe order asipelekwe Marekani, we are requesting the President of the United States of America, Donald Trump, to be kind to this country and to come through for us and to ignore that process and just do what he did in Venezuela. And Kenyans will be grateful. Now, if it is possible, he can do it as early as this week. Asingoje sana. Hiyo mtu wako pale Eastleigh, we can tell you where he is. Atume ndege ichukue hiyo mtu. Vile alifanya pale, alichukua rais wa nchi. Na huyu Donald Trump ni matata. That's what we want him to do. Because